Habari. Salama. Samani, nilikuwa nahitaji sabuni. Lita ngapi? Naomba lita 5. Bei gani mnauza? Itakuwa shilingi 5,000. 5,000. Okay, basi naomba. Okay. Nasikia sabuni zenu ni nzuri sana. 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 Hautojutia kuitumia. Inafaa kwenye matumizi ya kuoshea vyombo, kufulia, kudekia chooni. Yaani hautojutia kamwe. Karibu sana. Subiri nikupe chenchi yako. Sijali. Chenchi baki nayo. Hapana kaka, subiria chenchi yako. Sio kwa ubaya. Sawa dadangu. Baki nayo. Nilikuamini kama pumzi ya moyo wangu, lakini kumbe ulikuwa na maisha mengine. Nilikuamini kama pumzi ya moyo wangu, nilikupa kila ndoto niliyokuwa nayo, lakini gizani ulikuwa na maisha mengine. Tabasamu lako kumbe lilikuwa siri. Asante. Shukuru dada. Sabuni zenu ni nzuri, ina povu lingi. Yeah. Yaani ina harufu nzuri sana. Asante. Mimi nashukuru. Unajua wewe ni mteja mkubwa sasa. Nimesupporti muda mrefu. Kwa kama wewe mteja mkubwa kama hivyo unasema sabuni yangu ni bora, basi najivunia na najiona kwamba ni mtu ambaye anafanya kitu ambacho kiko bora zaidi. Si unajua? Ila uendelee hizi usije ukazichakachua. Na dadangu hatuwezi kufanya hivyo. Unajua kwa sababu gani? Sisi tunafanya hivi ili kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa sababu ukichakachua tena na maisha yetu tunaoishi sisi, kumpata tena mteja kama hivi permanent inakuwa ni uongo. Yeah. Yaani ukikaa kila baada ya siku 2 wewe unanipitia, sawa? Hamna shida. Na sio lazima uwe na sabuni. Hata kama una sabuni unakuja hata kula ugali, sawa? Hamna shida yangu. Upige nafasi basi. Yangu. Hatari. Vipi? Unajua mwanangu, mimi nafikiria kubadilisha biashara ujue. Unataka kufanya biashara ipi? Mimi nafikiri duka. Fungue duka, niweke bidhaa zangu hizi hapa, niweke bidhaa zangu, niweke na mahitaji ya nyumbani. Naona kidogo mambo yanaweza kuwa tofauti damu yangu, kwa sababu hii biashara tayari ishakuwa nyonzo. Kwa sababu unakuta kama mtu hivi anakopa mwanangu kulipa yenyewe mtihani. Unajua afu kimfuata mtu yaani anakuambia vile anavyojisikia yeye ujue. Afu kiangalia unapambana una mwanamke nyumbani kama hivyo. Inatakiwa ale maisha mengine yaendelee. Kitu kinachoniumiza ubongo zaidi hapa mwanangu mimi ni mtaji. Sahi, sema nikwambie kitu ndugu yangu. Yaani cha msingi ni kupambana tu. Sababu mimi naamini katika maisha yetu changamoto ni jambo la kawaida. Changamoto kila mtu anapitia katika kila shughuli zake. Ila cha msingi tu ni kupambana, kutia nia, kuweka juhudi. Sababu kama unavyojua kisichomuua mtu kinamkomaza kiaskari. Sahihi kabisa. Kama sisi bodaboda tumeanzaje? Tumeanza mkataba wa mtu. Tumeanza mkataba, tumehangaika nao. Sasa hivi tuna pikipiki zetu kama hivi. Kweli. Kweli kaka. Kwa sasa ndio hivyo ndugu yangu. Ndio hivyo ndugu yangu bana. Unajua Lina, unajua rafiki yako ni mzuri sana. Yaani na ninatokea kumpenda kwa kasi mpaka nashindwa kuelewa, sijui nini kinatokea. Kama unavyokumbuka, nilikwambia yule ni mke wa mtu. Kwa hiyo kuwa makini. Lina,
yaani nipo makini zaidi ya Joe. Halafu sasa, yaani nitaenda kwa utaratibu na mfumo ule ule ulionielekeza. Hapo sasa kwenye mfumo ule ule. Yaani fanya kila kitu, hakikisha tu unakuwa makini. Kingine, usije ukanitaja wala kuonyesha dalili yoyote. Lina, hilo swala dogo sana. Yaani swala dogo sana kwangu. Wewe unanijua mimi mtoto wa mjini, mimi siwezi kukutaja. Na maswala sijui ya za mwezi 40 sijui na nini atupa kule. Wewe unanijua. Sio kugusa, achia. Sawa, japokuwa vijana wa sasa hivi mnasema kwamba za mwezi sio 40. Lakini nakusisitizia kwa makini. Mna watu wameshaiba sana, 40 hazifiki wala nini. Mbona kama unanitisha? Lakini sikutishi. Mbona naangalia hivyo Lina? Shida nini? Hivi unajua Huba, wewe uendani kabisa na Plaki. Yaani ni hamuendani hata kidogo. Yaani ukiangalia wewe ulivyo mzuri hivyo, una shape na nini. Sasa hivi ungekuwa zako huko Dubai unakula bata. Lakini ndo kwanza umemng'ang'ania Plaki. Sijui hata nakupa nini. Kama vile andikwa vimeandikwa. Natumaini ipo siku Plaki atapata. Na Mungu atasaidia hilo. Hujui mimi na Plaki tumetokea wapi? Hujui. Na hapa hii sasa haya maisha, najua na baadaye itakuwa ni chanzo cha sisi kuendesha au magari. Sio tuna historia. Yaani amuendani hata kidogo. Yaani kiufupi niseme sio level zako. Unatembeaje na muuza sabuni? Yaani ni amuendani kabisa yule muuza sabuni, alafu wewe nikikuangalia bwana wewe ni classic bwana. Ukiendelea na hizo mada zako, nitakwambia utoe mguu wako uondoke huko. Na wewe naye utaniwi na kufanyia. Lakini vipi? Kazi zake zinaendaje? Niko poa. Lakini umenikwaza. Sorry. Samahani. Hata kama unajua kabisa Plaki nampenda. Ukamchele hapo ni ile mimi niondoke zangu. Lakini nyuma ya mgongo wangu akiona nichakacha leo. Test. Kuko vizuri. Shida mimi niko nishi kidogo. Tamu? Leo nikipika vizuri. Kila mimi niko hizo kidogo. Nisha mimi tu. Baby. Kwa ngapi? Tambili. Sio mbaya. Hiyo itatusaidia kesho kuanzia maisha yetu. Ana haja kwa mnyonge sana, unajua? Maisha yetu ndo haya mama. Sawa. Natania baby. Alikuja mkaka akachukua 5,000. Kweli? Yeah. Lakini kwa nimeangalia. Nikwambie kitu mke wangu. Ni hao watakuja, wataondoka. Na sio huyo tu, watakuja wengi. Ila tambua kitu hivi. Wewe ni wa kwangu. Sawa.
Katika ndo maisha yangu. Ndio. Kwa makini. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, na unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784 120 592